Episodi 6, machozi ya kuagana matofali ya maisha. Nilipokuwa naondoka Mlandizi, machozi hayakutaka kusimama kila hatua. Nilipiga kuelekea stendi ya basi. Nilihisi kitu kinanivuta nyuma, si miguu bali mioyo ya watu waliokuwa wamekuwa familia yangu ya kweli. Rehema, msichana wa bustani aliyenifundisha kuandika, alinikumbatia kimya kimya. Macho yake yalisema yote, huzuni, masikitiko na upendo wa kweli. Gloria aliyekuwa mchangamfu kila siku hiyo alikuwa kimya, akiwa pembeni anajifuta machozi kwa pindo la hanga nafi. Mdogo wake alinishika mkono na kusema kwa sauti ya chini, kaka, usiache kutuandika tafadhali. Nilibeba pochi ndogo ya nguo, lakini mzigo mzito zaidi ulikuwa moyoni. Niliondoka si kwa sababu nilitaka, bali kwa sababu nilihitaji. Nilikuwa na ndoto ya kurekebisha uhusiano na baba na pia kuona kama maisha yangebadilika. Lakini nilipofika Handeni, Tanga, nilikuta hakuna kitu. Baba aliniacha bila maelekezo zaidi. Ndoto zangu zilibaki hewani. Lakini mama yangu Hadija alikuwa bado pale akipambana. Alikuwa akiishi kwenye nyumba ya nyasi yenye sakafu ya udongo na maisha ya kila siku yalikuwa vita. Mama aliniambia kwa machozi, Rashidi, na kuhitaji hapa, si rahisi. Sikusema neno. Nilivaa kaptura yangu ya zamani na kuingia shambani. Kwa mwaka mzima, mimi na mama tulipambana kulima mahindi, mihogo na kunde. Nilichimba, nikapanda, nikavuna. Jua lilinichoma, mvua ilinyeshea mwili wangu, lakini moyo wangu ulikuwa imara. Tulifanya biashara ya mazao madogo madogo sokoni. Hatimaye tulipata pesa ya kununua bati. Mama alilia siku tuliponunua bati la kwanza. Alisema hii ni ndoto yangu, kuondoka kwenye nyumba ya majani. Siku hiyo niliamka mapema sana, nikaweka bati zetu pembeni, nikasali kimoyomoyo, Mungu, nisijutie moyo huu wa kupambana, niruhusu nifike mbali zaidi. Inayofuata, episodi 7, miaka ya giza kati ya ndoto na kukata tamaa.